Wewe nani? Shanti, ni wewe? Mbona umefanya hivi? Unajua ni makosa sana. Na kwa hili baba yangu atakuhukumia kuchapwa viboko vikali mno. Kweli asante ya punda ni mateke. Mimi baada ya kusaidia, unaongea hivyo? Wacha nikueleze. Hivyo ndivyo kulivyokuwa. Alafu sasa mimi hapa nimechelewa. Kuhusu swali lako nitakujibu nikirudi. Kwanza asante sana kwa msaada wako. Nashukuru sana. Ila Shanti, unakwenda wapi? Kwa sasa narudi kijijini kwetu. Endapo nitarudi tutaongea mengi. Ongea, tunakusikiliza. Nahitaji kuongea na mfalme. Hivi nimemkuta? Ndio umemkuta. Subiri nikakuitie. Otasi. Ndio mfalme. Sijakuzoea hivi. Kuna nini? Mfalme, kuna tatizo kubwa sana limetokea. Tatizo kubwa? Ndio. Tatizo gani hilo? Mfalme Shaka, wakati nilikuwa naenda kuchota maji mtoni, nilimwona Oma na macho yangu mwenyewe katika maeneo ya samaki. Alionekana kama anatia kitu kwenye yale maji ya samaki. Otasi. Ndio mfalme. Hebu kwa mfupi nikuelewe. Ninachomaanisha, Oma amewaua samaki. Ati nini? Ndio, amewaua samaki. Unamaanisha Oma aliwaua samaki? Ndio mfalme. Nivikinetu. Abe mfalme. Nenda ukaniletee Oma. Atajua mimi ni nani. Sawa mfalme. Otasi. Ndio mfalme. Unaweza kuondoka sasa. Asante kwa taarifa zako. Alex Sweta. Ni muda umepita sasa bila mimi na wewe kukutana. Ndio, ila unafahamu kuwa wewe uliweza kuendeleza masomo nje ya himaya hii. Ndio nafahamu. Ila Kisweta, hizi habari ninazozisikia hivi ni za kweli? Habari gani binti mfalme? Kwanza, nasikia kuwa ulisema mfalme babangu ndiye aliyehusika na kifo cha Daka.
Pili, ndugu yako Oma amenisimulia kuwa baba hawataki kwenye himaya hii. Vipi, haya maneno ni ya kweli? Kiara bin Mfalme, kuhusu kifo cha Daka ilikuwa tu ni hasira, ila mfalme kutufukuza kwa hii himaya ni kweli, na tena kuna mengi uyafahamu na hivi karibuni utayaona. Oma. Naam, mlinzi Kindetu. Nimeagizwa na mfalme nije nikuite. Vipi? Kuna tatizo? Sihitaji maswali, hivi tuondoke twende. Kama uniambie tatizo langu mimi. Tuondoke twende. Oleo mwana mfalme. Oleo Mwana mfalme, kuna jambo limetokea humu kijijini na inaonekana haufahamu. jambo gani hilo Dante? Otasi amemshtaki Oma kwa mfalme kuwa amewaua samaki. Na vipi? Na ni kweli amewaua? Bado hapo sifahamu, ila ukikutana na Otasi anaweza kukupa ushahidi zaidi. Sawa, asante kwa kunifahamisha habari hizi. Basi nitafuatilia hadi ni ujue ukweli. Unaweza ondoka. Sawa mwana mfalme. Leo kwani Oma ameenda hapa? Ana nitegemea mimi nilime shamba peke yangu? Tutagawana, nenda hivi. Ile ndo mista hizo. Oma sikuja, nenda nyumbani. Nategemea mimi nilime hapa. Leo tutakosana na huyu Oma. Mimi nilime. Sasa kuja kwa shamba. Sweta. Naam. Hebu njoo kidogo. Hebu njoo mimi ni jamaa wewe ukuje. Kwani hiyo tabia umeanza lini ya kuitaita watu wakubwa hivi? Uko na jambo wewe kuja hapa, wewe njoo hapa. Hiyo tabia umeona amekufunza Zera hii tabia kuita watu wakubwa hapa. Wewe njoo. Sweta, wacha madharau. Usidharau mtu hata akiwa mdogo. Na hata hivyo, hizi habari ni kumhusu mdogo wako Oma. Oma? Vipi, nini kimemkuta? Mfalme amefungia ndugu yako kizimbani. Na inasemekana amewaua samaki. Amewaua samaki? Watanitambua leo. Kisweta, ila kuwa makini. Otas. Otas, kuna habari zinaenea huku kijijini. Ni nini inaendelea? Habari gani? Inasemekana kuwa umeshtaki Oma amewaua samaki. Eti nini? Mbona sikuelewi? Alafu sifahamu lolote mimi. Hebu acha maziara na ujisikilize vizuri. Si wewe ndio umeenda ukaambia mfalme kuwa Oma amewaua samaki? Basi kama si hivyo, mbona umemweka Oma kwenye matatizo? Pero, kuna kitu. Hebu ngoja narudi. Unakwenda wapi sasa? Wewe ngoja. Sasa huyu anakwenda wapi? Acha mimi pia niende.
Topa. Haraka ni ya nini? Vipi? Umeniambia jina langu na hata mimi sikufahamu. Kamuulize Mikila. Atakueleza kila kitu. Halafu nafahamu kuwa miaka 3 sasa bado hujapata kazi. Licha ya kutafuta kila mahali. Ndio, naomba unisaidie. Nyanyuka. Mimi sio Mungu. Tayari kazi ushapata. Kwanza mfalme, mbona umeshika Oma? Wewe ni nani wewe? Penda achana huyo. Mbona msingizia Oma amefanya nini wewe? Wewe mlinzi. Hizi. Tuondoke. Kisweta umebaki wewe. Nitakuonyesha. Utajua mimi ni nani. Utakiona cha mtabakuni. Mfalme. Tutakutana. Tokea sasa! Tokea sasa! Hana makao yako najua. Tokea kabisa! Tokea! Mganga Matope! Leo nitanitambua. Mimi ndio tasi sasa. Mimi ndio tasi mwenye mnajua. Mimi ndio tasi nakwambia. Njoo sasa tukutane basi. Haya ndio ujio wako. Haya ndio makao yako. Tokea sasa uone. Muone. Tokea, mimi ndo tasi. Unanisikia tu huku kijijini Tokea sasa basi. Tokea nikuone. Tokea, mbona niogopa? Ni mimi mmoja huyu. Tokea basi tuonane. Tokea. Ngoja basi tuongee basi. Tufanye mazungumzo. Ngoja, nisamea. Ngoja tuongee basi. Tuongee. Basi hata nipe nafasi tuongee. Nisamehe. Ngoja haraka. Nakumbuka vyema tulipokutana pale njiani. Tuligongana na wewe. Lakini baada ya hapo sikumbuki kilichoendelea mimi. Sifahamu kabisa. Unataka kujua nini iliendelea? Ndio Mganga Matope. Sawa. Kwani siku hizi hao sana watakuwa wanatembelea maeneo gani? Kwa sababu nimesubiri hapo hivi vya kutosha. Kwa hivyo itabidi niwatafute mwenyewe. Sababu nikiendelea kaa hapa hivi kama sitamwona yoyote. Sema mkuu, nakusikiliza. Nenda ukamstaki Homa amewaua samaki. Fanya hivyo haraka. Ondoka. Sawa mkuu. Nadhani sasa umeelewa ukweli uliotaka kujua. Ila kwa hili Kisweta akifahamu atakuangamiza. Ila mbona mfanyie hivyo Oma? Sasa mbona unaondoka bila kuniambia lolote?
wewe ndio umsingizia Oma. Si mimi msungoje. Si wewe nini? Wewe na wewe na vichana vile. Mbona Oma alikufanyia nini? Achanga vishasha vile. Oma alikufanyia nini? Sasa Oma ako wapi? Sasa ni nini sasa na wewe? Sasa nini unakuja kufanya nini sasa? Sasa utapatikana ukifanya hivyo. Ukipatikana nini wewe ndio unafanya? Unajua kunyuka sasa. Achanga hiyo yako. Naomba nikueleze Kisweta. Nikueleze nini? Unieleze nini? Sikia. Nimefanya ndugu yangu akashikwa. Hebu kwa mpole mambo. Kwa mpole nini wewe? Si ungoje nikuelezee mwenyewe. Sikiza nikwambie Kisweta. Niambie nini? Sema. Ni mganga matope. Wapi? Ndio, elewa. Mganga matope. Basi kaa chini nikueleze. Sawa. Nieleze. Sasa hivyo ndio vile kulikuwa. Sawa basi nimekuelewa Tasi. Itabidi tuamkie huko asubuhi. Ndio kabisa vyema. Sasa tuonane kesho, si ndio? Sawa sawa. Wewe tembea salama. Sawa, lale poa. Haya. Lala vizuri, sawa? Haya. Sawa vizuri. Kiopasito! Simama hapo! Mlinzi, bona hivi sasa? Homa, tulia. Sitavumilia hivi. Homa. Basi angalau nitakukatia kipande cha shamba. Homa, mimi sipewi hongo. Sasa nitateseka paka lini? Homa, tulia hapo hapo. Nenda, lakini niko na mawazo mengi sana. Gani? Vipi Kisweta? Oma atanielewa kweli? Oma atakuelewa, nitamuelezea. Unieleza? Una uhakika? Kuna hakika. Basi twende. Mlinzi niachie. Samee basi. Wewe mlinzi. Oya, hebu tulieni. Semeni kenye mnataka. Tumekuja kuona Oma. Sawa, nimewapa dakika 5. Dakika 5? Vipi Oma? Kisweta? Naam. Mbona uje na huyu msaliti? Msaliti? Usi msaliti. Tulia. Kuna ukweli ambao huwa nadra kukumbuka. Ila Oma, kumbuka dada alipokuwa anatuelezea ukweli kuhusu mganga matope na mfalme Shaka. Aha, nakumbuka. Otasa alitumika tu kama chombo. Mganga matope ndiye aliyekuwa nyuma ya mipango hii yote. Kweli kabisa. Ina uwezekano mfalme alishirikiana naye. Ndiyo Oma, ila naomba msamaha. Najua nimekukosea sana. Msamaha unaomba wa nini? Na ukweli ushajulikana. Sasa kilichobaki kutafuta mbinu ya kunitoa humu ndani, ili tusaidiane jinsi tutakavyomwanika mfalme na mganga matope. Sawa Oma, wacha muda ufike. Lazima ukweli utapatikana. Sawa, nimekusikiliza. Oya, hebu muondoke, muda wenu umekwisha. Sawa mlinzi. Twende. Kwa mpole, kwa natujua. Muondoke, muda wenu umekwisha. Oma, tutarudi. Ndio baba, nakusikiliza. Kazi yangu nishaanza. Sasa naamini kuwa na unaipambania majukumu yako pale. Ila pia tumekutana na Kisweta na amevua vurugu nyingi sana. Vipi kuhusu yeye? Sio na hofu kumuhusu.
vurugu zake utafika mwisho. Sawa baba, mimi naondoka. Sawa mwanangu, kuwa makini. Kwamba mwanangu, ongea na kusikiliza. Baba, kwa hili umefanya makosa sana. Unawezaje kumfunga mtu bila hata kukuwa na uhakika? Kwa hili umefanya makosa sana baba. Kwamba mwanangu, mimi ndio mfalme kwenye ile imani, na hakuna yeyote anayetakiwa kwenda kinyume na maagizo yangu. Tunafahamu hilo baba, ila kwa hili umeenda kinyume na masharti ya himaya hii. Hata wewe binti yangu, nenda kinyume na maagizo yangu, tambua nafanya hayo kwa ajili yenu. Tunaelewa hilo baba, lakini haupaswi kufanyia kutendea hivyo wana himaya hii. Mwanangu, inafaa unielewe. Mimi kama babako, mimi ndio mfalme kwenye hii himaya. Mbona nyinyi mnajaribu kunipinga mambo yangu? Lakini baba, ulitakiwa ufanye utafiti, au kutakiwa kuchukua maamuzi mapema kabisa ya kumfunga mwenzako. Na ndio maana nimesema maamuzi yatatolewa kesho chini ya mti. Na wanangu, niko na jambo. Mlivi Kindetu, abe mfalme, mkaribishe ndani. Huyu hapa.